na wasalimu wa ndugu, na habari hii naileta kwa Wakristo ambao wanajua kwamba wameokoka, wanamtumikia Mungu na wataenda mbinguni. Na ileta hii habari kwa watu wote ambao wanajua kwamba wanaokoka, wanamtumikia Mungu kanisani na wataenda mbinguni. Tunapasha kujua kwamba ndani ya kanisa kuna aina tatu ya watu ambao wanajua kwamba wanaokoka na wataenda mbinguni. Aina ya kwanza ni watu ambao wako mkanisa na pia wanaishi dunia. Wako mkanisa na tena wanatembea kimwili. Ni watu ambao wanajua kwamba watatenda dhambi na kisha watatubu. Wanatenda dhambi kisha wanatubu. Tujue kwamba sisi sote tunajua kwamba ile kitu tunaita dhambi ni kitu ambayo inafurahisha mwili. Ni watu ambao wanapenda kufurahisha miili yao na waendelea kutumikia Mungu. Wanamtumikia Mungu na wanafurahisha miili yao. Wanajua ya kwamba mwenye haki atatenda dhambi mara 7 na mara 7 Bwana atamsamehe. Tujue kwamba ile andiko haiandikiwe juu ya watu ambao wanapenda kutenda dhambi kisha wanatubu. Wanatenda dhambi kisha wanatubu. Ile andiko haiko juu ya wale watu. Ile andiko iko juu ya watu wenye wako na ugumu ya kutoka ndani ya dhambi. Wanatenda dhambi kisha wanajuta, kisha wanashindwa kutoka ndani ya dhambi. Ile maandiko inahusu watu hao. Sasa wale watu ambao wanapenda kutenda dhambi kisha wanatubu ni watu ambao Biblia inasema kama Bwana atawatapika. Biblia inasema katika Ufunuo wa Yohana sura 3 mstari 16, Biblia inasema, basi kwa kuwa wewe ni mvuguvugu, si baridi wala si moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Maana yake ni kusema mtu mwenye iko vile, iko kama iko baridi, haiko baridi na haiko moto. Biblia inasema kama mtu huyo Mungu atamutapika. Tujue ya kwamba kutubu dhambi mbele za Mungu ni kusema nini? Kutubu dhambi mbele za Mungu ni kujuta na kukamata hatua ya kuacha dhambi hiyo milele. Njo kutubu yenye Mungu anatafuta. Mtu anajuta ndani ya moyo wake, inamletea uchungu ndani ya moyo wake wa kuona kama amekosea Mungu, kisha anaomba Mungu msamaha na anaomba Mungu amsaidie asirudilie mambo hayo. Hiyo ndio toba yenye Mungu anakubali. Lakini mtu mwenye anajua kama mimi sina nia ya kutoka ndani ya dhambi hii, lakini ndakamata andiko ambayo ndakazana nayo, ambayo inaniambia kama yuko mwenye haki, mwaminifu, atanisamehe. Najua kama ndafanya dhambi mara 7 na mara 7 atanisamehe. Kama mtu anakamata hiyo vile, Biblia inasema kama Mungu anatizama njo moyo. Anaangalia moyo wako, nia gani iko ndani ya moyo wako, ili ajue kama anakusamehe au hakusamehe. Ili ajue kama toba yenye unafanya ni ya kweli au haiko ya kweli. Na waambia kama toba hiyo Mungu haikubali. Toba hiyo Mungu haikubali. Mungu anakubali toba yenye mtu anachukua hatua, alishindwa, kisha anachukua hatua ya kustorudilia mambo hayo. Ndio toba yenye Mungu anakubali. Hiyo ni aina ya kwanza ya watu ambao wanasema kama ni watumishi wa Mungu, ni wa Kristo, ambao wanajua kama wakati Kristo atakuja kuchukua kanisa watanyakuliwa. Na waambia kama watu wa aina hiyo hawatarithi ufalme wa mbinguni. Tukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 9 hadi 10, Biblia inasema, au je, hamjue kwamba watu wabaya hawataurithi ufalme wa Mungu? Musijidanganye. Watu wanaoishi maisha ya uasherati, wanaoabudu sanamu, wazinzi au walawiti, wezi, wachoyo, walevi, wasengenyaji, wanyang'anyaji, au wote hawatashiriki ufalme wa Mungu. Hiyo ndio neno la Mungu. Maana yake wale watu hata wanasema kama wanatubu kisha wanarudia, wanatubu wanarudia, wale watu hawataurithi ufalme wa mbinguni. Wanapoteza muda yao bure kwa kufanya kama ni Wakristo na hawako Wakristo. Ni watu wanapenda comfort, wanasema kwa Kifaransa, wanapenda raha. Wale watu hawataurithi ufalme wa mbinguni. Mnajua kama Biblia inasema kama mtu mwenye anapenda ulimwengu, kupendwa Mungu haiko ndani yake. Biblia inasema tutembee katika roho, tusije tukafanya
mapenzi ya mwili. Aina ya pili ya watu ambao wanajua kawa ni Wakristo, wanamtumikia Mungu na watenda mbinguni, ni Wakristo ambao wanakuwa na ugumu ya kutoka ndani ya dhambi. Ni watu ambao wanatenda dhambi, kisha nyuma wakisha maliza kutenda dhambi wanajuta ndani ya mioyo wao, wanatubu, wanaambia Mungu awasaidie, lakini kesho tena hiyo dhambi inarudia tena, wanatenda tena, wanatubu na wanatubu toka ndani ya moyo. Wale watu ni watu ambao wamezaliwa mara ya pili, lakini wako na ugumu ya kutoka ndani ya dhambi. Ni watu ambao wako wanahitaji, ni watu ambao wanahitaji mafundisho ambayo itawasaidia kutoka ndani ya yule utumwa wa dhambi. Na waomba wa ndugu, muangalie ndani ya channel yangu ya video ya YouTube, kuko mafundisho mbalimbali. Mtakuta mafundisho ambayo naonesha namna gani Biblia inaonesha jinsi ya kutoka ndani ya utumwa wa dhambi, jinsi ya kutoka ndani ya utumwa wa dhambi, jinsi ya kutoka ndani ya utumwa wa kuishi maisha ya uvuguvugu. Maisha unatenda dhambi, kesho yake tena unatubu, unatenda dhambi, unatubu. Wale watu wako na lazima ya hiyo. Wale watu ni watu ambao wanathaminiwa na Mungu, na Mungu anapenda watoke ndani ya utumwa wa dhambi. Mfuate hiyo mafundisho, mwende mshene yangu ya YouTube, mtapata mafundisho mbalimbali ambayo inasema juu ya jambo ile. Sasa watu hao ni watu ambao wanakubaliwa na Mungu, ni watu ambao wanathaminiwa na Mungu. Wakitubu, Mungu anakubali toba yabo. Kujua toba yabo ni ya nia nzuri, nia ya kutoka ndani ya dhambi ili waishi maisha matakatifu. Wakati wanatenda dhambi wanalia, kuna wengine hata wanafanya maombi ya mafungo ili wakati yenye watakuwa ndani ya majaribu wasianguke tena majaribuni. Lakini wanafanya maombi ya mafungo, lakini nyuma tena wanaanguka. Ni watu ambao wanahitaji mafundisho ambayo itawasaidia kutoka ndani ya utumwa ya dhambi. Tukisoma katika Warumi sura ya 7 mstari wa 15 hadi 19, hapa ni mtume Paulo ambaye anaonesha namna gani alipataka magumu hayo. Alipata magumu hayo, naye alikuwa anataka kufanya mema, lakini anaona anaanguka katika mabaya. Anapenda kufanya mema, mabaya njo anakuta anafanya, na hiyo ilikuwa inamsumbua sana ndani ya maisha yake. Na njo hali ya wale wa Kristo pia ambao wanapenda kufanya vizuri, lakini wanakuta tena wanaanguka ndani ya dhambi. Hiyo dhambi walianguka ndani, wanatubu na wanajuta na wanaomba Mungu msamaha, lakini nyuma tena wanaanguka ndani ya dhambi. Biblia inasema katika Warumi sura 7 mstari wa 15 hadi 19, sielewe nitendalo, kwa maana lile ninalotaka kulifanya sifanye, badala yake ninafanya lile ambalo nachukia kulifanya. Kwa hiyo kama ninafanya lile nisilopenda kufanya, hii ina maana kwamba nakubali kuwa sheria ni njema. Basi kwa kweli si mimi hasa nitendaye lile nisilolipenda, bali ile dhambi ikaao ndani yangu. Kwa maana ninafahamu kwamba hakuna wema wowote ndani yangu mimi, yaani katika mwili wangu wa asili. Ingawa nina nia ya kutenda lililo njema, lakini ninashindwa. Unaona kama hiyo hali ilimpataka hata mtume Paulo, na anaeleza namna gani naye alikuwa anashindwa, lakini Mungu alimpatia ufunuo ya kujua namna gani ya kutoka ndani ya hali hiyo. Nilisema kama mnapenda kujua ile namna, mfuate mafundisho yangu mengine ndani ya channel ya YouTube yangu, mtaiona na mtapata namna gani Paulo alipata ufunuo ya jinsi ya kutoka ndani ile utumwa wa dhambi. Tulisema hiyo ilikuwa aina ya pili ya watu ambao wanajua kama watenda mbinguni, na wanajua kama wamtumikia Mungu, na wanajua kama ni wa Kristo. Aina ya tatu ya watu ni ambao watu wamezaliwa mara ya pili na wametoka katika utumwa wa dhambi. Ndio aina ya tatu ya watu ambao wanajua kama watenda mbinguni. Sasa watu wale ni watu ambao Biblia inasema kama ya kale yamepita, yote yanakuwa mapya, kwa sababu wamekuwa viumbe vipya. Nouvelle création kwa Kifaransa. Manake Mungu anawaumba upya. Haiko au walikuwa zamani, wanakuwa wapya ndani ya Kristo. Inaandikia katika Wakorintho wa pili sura ya 5
Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama mapya yamekuja. Ni watu ambao wamezaliwa mara ya pili, na ndio vile Kristo aliambia Nikodemo. Alimwambia kama mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Inaandika katika Yohana sura 3 mstari wa 3 hadi 5. Yesu akamjibu, ninakwambia hakika mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ule mtu ambaye alizaliwa mara ya pili atajua je tabia, ataishi je maisha ya Kikristo? Namna gani ataishi maisha ya Kikristo? Kitu ya kwanza, anakuwa ndani ya uwepo wa Mungu wakati wote, 24 heures sur 24, wakati wote iko ndani ya uwepo wa Mungu. Na kama uwepo wa Mungu unapunga ndani yake, atajua. Ni mtu ambaye anasikia sauti ya Mungu, anajua kama ni Mungu ndo anamwambia kitu au haiko Mungu ndo anamwambia kitu. Tunajua kama kuna sauti tatu ambayo watu wanasikia katika roho. Kuna sauti ya mtu yeye mwenyewe, mawazo yake, kuna sauti ya Mungu na kuna sauti ya shetani. Lakini mtu ambaye amezaliwa mara ya pili atajua sauti ya Mungu. Atajua sauti ya Mungu na analindwa na Mungu kwa gisi kusikue mtu ambaye atamtosha ndani ya mikono ya Mungu. Mtu ambaye amezaliwa mara ya pili hawezi kutoka ndani ya uokovu tena, kwa sababu Mungu yeye mwenyewe anafanya kwa gisi asitoke ndani ya uokovu. Anamulinda kwa gisi asitoke ndani ya uokovu. Inaandikiwa katika Yohana sura 10 mstari wa 27 hadi 29. Kondoo wangu husikia sauti yangu, mimi nawajua, nao hunifuata. Mimi nawapa uhai wa milele. Unasikia, anawapa uhai wa milele, nao hawatapotea milele. Bale batu benye bamezaliwa mara ya pili wanasikia sauti ya Mungu na Mungu mwenyewe anawalinda na habatapotea milele. Wala hakuna mtu atakayeweza kuwatoa mkononi mwangu. Hakuna hata mtu moya iko na uwezo wa kumtoa mtu ambaye anaokoka ndani ya mikono ya Kristo. Hakuna hata mtu mmoja hawezi kutoa ndani ya mikono ya Kristo, kwa sababu mwenyewe anakulinda. Kama unatoka ndani ya mikono ya Kristo ni kwa sababu wewe mwenyewe umeamua. Mtu wewe mwenyewe kuna uamuzi wa kusema kama ndamfuata Kristo au sinamfuata Kristo. Na yote mimi nafundisha ndani ya mafundisho yangu ndani ya YouTube na channel yangu YouTube. Mkifuata mafundisho mtapata hiyo. Hakuna mtu atamtosha ndani ya mikono ya Kristo. Inaandikiwa Biblia. Ni Yohana sura 10:27 hadi 29. Inaendelea, Baba yangu ambaye ndiye aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Mungu mwenye alimpatia Kristo watu hao iko mkubwa kuliko wote, wala hakuna awezaye kuwatoa mikononi mwake Baba. Hakuna hata mtu mmoja yuko na uwezo wa kutoa mtu mwenye amezaliwa mara ya pili ndani ya mikono yake Baba. Ndani ya mikono yake Baba. Ndio maana mimi naomba hao watu ambao kwa hiyo aina ya pili ambao kuna ugumu ya kutoka ndani ya dhambi wasfuate mafundisho. Tafadhali mfuate ile mafundisho, mtaona namna gani Paulo Mungu alipatia ufunuo ya kutoka ndani ya utumwa wa dhambi. Mnajua kama mambo ya kibiblia, mambo yote, maneno ya Mungu yote inafuatana na gisi mtu anapokea, na gisi mtu anakiri, na gisi mtu anaamini. Imani inatenda kazi sana katika kutembea na Kristo. Biblia inasema kanya mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akisitasita roho wangu haiko pamoja naye. Ni imani inasaidia mtu kutembea pamoja na Mungu. Sababu gani wale watu hawezi toka tena ndani ya Kristo? Hakuna watu watoa ndani ya Kristo kwa sababu Mungu yeye mwenyewe ameweka muhuri juu yao. Ameweka muhuri juu ya wale watu. Katika Waefeso sura 1 mstari 13 Biblia inasema, ninyi pia muliingia ndani ya Kristo muliposikia neno la kweli, injili ya wokovu wenu, nanyi mmemwamini, mkawekewa muhuri na Roho Mtakatifu ambaye muliahidiwa. Inaandikiwa mu Biblia kama mmewekewa muhuri, hakuna mtu atawatosha ndani ya wokovu.
ambaye amezaliwa mara ya pili ni vigumu aanguke, na akifikia kuanguka, mbele aanguke, Roho Mtakatifu atamwambia hiyo unataka fanya ni mubaya. Mbele aanguke, Roho Mtakatifu atazungumza naye, atamwambia hiyo unataka fanya ni mubaya. Kama huyo mtu amepungukiwa, amepata udhaifu wa kimwili na kazana na anafanya hiyo kitu tu, akishamaliza ifanya tena, Roho Mtakatifu atakuja kumwambia umefanya vitu gani, unafanya umefanya vibaya. Sasa huyo mtu ambaye amezaliwa mara pili, kama anaanguka, uchungu atasikia inashinda hata uchungu ya mtu mwenye yuko ndani ya prison. Uchungu yenye mtu atasikia inashinda hata uchungu yenye mtu atasikia kama anampatia malipizi. Mtu huyo atateseka sana ndani ya roho yake, itamletea uchungu mingi sana, itamletea machozi, na atasikia vibaya, atasikia upungufu wa nguvu za Mungu ndani yake, atasikia upungufu wa uwepo wa Mungu ndani yake, na ni mtu mwenye atatubu, na wakati anakamata uamuzi kama atarudilia ile, na kweli hata irudilia, inakuwa kitu yenyewe inamtesa sana, na kwa jinsi anaiacha kwa lote. Ndio mtu ambaye amezaliwa mara ya pili namna gani anaishi. Ni kusema hili yote inafika jua nini? Inafika sababu Mungu ye mwenyewe anawalinda wale watu wasitoke ndani ya mikono yake. Na mtu huyo akiendelea siku nyingine, anasema anatenda endelea, Biblia inasema kama Mungu anawapiga ambao anawapenda kisha wanawarudi. Mungu anapiga ambao wanawapenda kisha wanawarudi. Maki huyo mtu akitaka zana tu vile, Mungu atamupiga kisha atarudi na atamrudilia Mungu, na hatarudilia tena ile mambo. Mtu ambaye Mungu ye mwenyewe anamulinda ni mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, na hata toka mikono ya Mungu mpaka siku Kristo atakiwa kuchukua kanisa lake, ule mtu anaenda kurithi ufalme wa mbinguni wa milele. Ndio aina tatu ya watu ambao wanamjua Kristo, wanasema kama wanaokoka watenda mbinguni na wanatumikia Mungu. Na tujikaze sote tukue ndani ya hali ya aina ya tatu, ambao watu wamezaliwa mara ya pili, ambao hawako tena watumwa wa dhambi, bali wanakuwa watumwa wa haki, ambao wanatafuta ufalme wa mbinguni na haki yake, ambao wanaomba katika roho na kweli, ambao wanamwabudu Mungu kutoka ndani ya mioyo yao, ambao watu hawamwogope Mungu bali wako na hofu ya Mungu. Tukisema hofu ya Mungu ni kusema kama upendo uko mingi sana ndani ya mioyo yetu, tunampenda Mungu sana kwa jinsi hatuwezi sikia vizuri kumkosea Mungu wetu ambaye tunapenda. Ile ndio hofu ya Mungu, haiko kuogopa Mungu. Juu tunampenda sana, tutasema Mungu mwana tufanyizia hivi na hivi na hivi, mwana tutarishia hivi na hivi, mwana tufanye hivi na hivi, tutamkosea je? Inakuwa kitu inakuwa ndani ya mioyo yetu ya upendo wa Mungu. Na kuna wakati hata Mkristo ambaye amezaliwa mara ya pili, wakati wote anakuwa ndani ya presence ya Mungu, ndani ya uwepo wa Mungu, kwa jinsi wakati wote yuko naongea na Mungu, na wakati saa moja Roho Mtakatifu anakuwa anamkumbusha mambo mbalimbali, au anamuonesha mambo mbalimbali, mpaka nasikia furaha mingi ya mtu inachota machozi. Ni mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, ni mtu ambaye ni rafiki wa Mungu. Tuwe warafiki wa Mungu ambao tumezaliwa mara ya pili. Basi mafundisho na wasihi muigawanye kwa watu wengine, mupende video hii na muoneshe watu wengine, na mujiabone kwa channel yangu. Itakuwa furaha sana, itasaidia kwa gisi niendelee kutoa mafundisho. Mubarikiwe sana kwa jina la Yesu. Amen.